nazikubali. Yesu wangu nazikubali. Bwana zikubali. Bwana zikubali. Wewe Baba Bwana zikubali. Baba zikubali. Bwana zikubali. Bwana wakati tunajifunza mkono juu kama Mungu amekutia maarifa. Wacha kuzubai, na mkono juu kama umetiwa kweli maarifa. Kama hujaelewa unaacha. Sema Bwana Yesu, funika macho. Bwana Yesu, nakushukuru Bwana kwa maarifa ya kiungu. Baba asante kwa neema yako kubwa. Nakubariki Semedari. Ubarikiwe Adonai. Jina lako libarikiwe. Utukuzwe Bwana kwa utukufu wako mkuu. Wewe ni mwema. Yesu wa uzima, wewe ni mwema, Mungu wa baraka. Nakushukuru Bwana, umenitia maarifa, umenitia hekima. Natembea kwenye neema ya mafundisho ya wokovu wa kweli. Roho Mtakatifu, nipe neema ya kujua kusudi lako na mpango wako katika safari yangu ya wokovu huu. Niko hapa kwenye ibada ya leo. Roho Mtakatifu, kamata ufahamu, kamata mawazo, kamata akili, kamata moyo wangu. Bwana, nijaze kwa nguvu zako. Ibada hii nisitoke pasipo uweza wako, pasipo nguvu zako. Kutoka sasa nimekubali kuongozwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mengi na mengine. Okay, Ashas. Naomba nipunguzie mic yangu. Ashas, naomba uchukue bahasha kabisa. Okay, watu wa Stariko nadhani mtakuwa wageni kidogo wale mjawahi kufika. Hapa tuna bahasha kwa ajili ya sadaka. Na ni bahasha za kawaida, sio za mchango. Amen. Amen. Kwa ile sadaka yako ya kawaida unaweza kuweka kwenye bahasha hizo. Kwa wakati tunaendelea na sifa, Asha zitakuwa anazipitisha. Hebu mpigie Yesu makofi na kigelegele. Pigia Yesu makofi na kigelegele. Kigelegele sijakisikia, ongeza tena kigelegele kwa Yesu. Hebu tukaimbe tenzi kwa ufupi sana. Tenzi namba 5. Jina la Yesu ni tamu. Amen. 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 Unaweza ukainua mkono yako juu, mpigie Yesu makofi mazuri. Yuko tayari kukubeba hata kama hana uwezo kukubeba. Ni mtu ambaye yuko tayari kuumia saa ambayo wewe unaumia ili ufurahi hata kama yeye hana furaha. Kwa mchungaji mwema, pointi ya kwanza hutoa imani, hutoa uhai. Mko hapa? Amen. Mchungaji mwema
Maana yake ni nini? Kristo alikufa ili tuokolewe. Kwa unataka kujua mchungaji huyu ni sahihi, yuko tayari kufanya chochote kwa ajili yako ili tu usalimike. Kwa hiyo mchungaji asiye sahihi hayuko tayari. Yaani siku itakapobainika umekutana na kesi, anasema huyu sio mshirika wangu. Tulisikia kuna hapana, yule mimi sio mshirika wangu, alikuaga miaka iliyopita. Amen. 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 Kwa nini anaogopa ile kesi ikiwa kubwa itamfanya aingie kwenye shida? Kwa mchungaji mwema haangalii unachopitia, yuko tayari kuambatana na unachopitia. Okay? Amen. Jamani, si sawa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchungaji mwema, kwa lugha rahisi, unahitaji kumjua Kristo. Yesu alichofanya na mchungaji mwema ndio atakifanya. Kwa ukikuta anafanya tofauti na cha Yesu, jua hapo pana tatizo. Ukisoma kwenye 12 inasema mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umeona mbwa mwitu? Mbwa mwitu anakuja akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu wakawakamata na kuwatawanya. Kwa hiyo Biblia inathibitisha kuna mtu ni mtu wa mshahara. Kuna mtu ni mtu wa mshahara, yaani kuna mtu anaishi kwa kulipwa. Kwa hiyo asipolipwa mtu huyo afanye kazi. Ndio ile niliyokuambia kwamba mtu wa design hii akitaka kukufanyia huduma atakukumbusha na sadaka. Kuna mimi yule namuita ni muuni, sijui sasa kama ni mtumishi, yuko airport pale. Akiingia na vitabu vyake vya kufundisha, na kimaliza lazima hamasishe sadaka, lazima. Amen. Sasa yule tunatoa sadaka hii za nini? Wakati gari anapanda bure, anaenda na kurudi bure. Okay, sawa, anatakiwa ale na anywe maji. Sasa kila gari ale na anywe maji, si imekuwa biashara? Anakula shingapi? Yuko peke yake, hana wasaidizi. Maana yake yule anatafuta hela ya mboga akirudi. Ni hivyo. Sasa kusudi la Injili halibebwi kwenye faida ya mwili. Kusudi la Injili, Yesu alisema hata mnapokwenda msiende na nguo mbili. Mnapokwenda nendeni mkiwa na nguo moja. Maana yake nini? Lizikeni hata na uchache mlio nao. Yaani usitaki mpaka uwe na fedha sana ndio ukafanye kazi ya Mungu. Hata ukiwa na fedha kidogo, kazi ya Mungu inaenda. Halo? Bwana asifiwe tena. Naongea na watu mko mahali hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mpigie Yesu makofi. Kwa hiyo ukikutana na mtu neno lake la kwanza ni fedha, achana naye. Hamna mtumishi hapa. Hubiri wapendwa sasa. Twende tukamtolee Bwana. Bwana wapi? Kwenye gari tunamtolea Bwana. Bwana sifiwe. Kwenye gari kapanda bure. Anaenda na kurudi, kokote aendako anaenda bure. Kwa hiyo hicho kigezo ni cha kuonesha huyu mtumishi wa Mungu sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lakini namba 2 ni hawezi kuchangamana na kondoo. Sasa hapa ndio kwenye shida. Na theolojia ndio inachofundisha. Theolojia inafundisha umbali kati ya mchungaji na kondoo. Naomba akae mbele kabisa, msimweke nyuma. Sogeza hata hicho kiti cha hapo. Hicho kinachofuatia. Hicho.
hakuna umbali kati ya kondoo na mchungaji. Okay, nani umewahi kuchunga kondoo au mbuzi? Amen. Umewahi kuchunga kondoo au mbuzi huko zamani? Sio leo unachunga, maana sasa na leo unaendelea kuchunga. Okay, wale mbuzi unapowachunga, nisikilize. Wale mbuzi unapowachunga wanakuwa mtaa wa 7 huko kweli? Wale mbuzi unapowachunga, mimi kwa uzoefu wangu, mnapokuwa katika machungo, panaweza pakatokea mbuzi mmoja wa kike akazaa, sio akajifungua. Mbuzi wanazaa, akishazaa ni kazi yako wewe mchungaji. Yule mbuzi anazaliwa na mavitu hivi, wale mmechunga sana. Wale chunga wiki huwezi kuelewa. Si ni sawa jamani? Amen. Kama umechunga sana lazima imewahi kutokea mbuzi anazaa uko machunga. Kwa kuna vitu anazaliwa navyo vile, lazima uwahi kuvitoa. Ukichelewa kuvitoa anaweza kafa. Si ni hivyo? Si ni sahihi jamani? Sasa hiyo ni kazi ya mchungaji. Na vile vitu ni vichafu, sio visafi. Yaani sio kwamba vina utukufu, takataka. Lazima utoe. Na kinachofuata, kale kambuzi akawezi kutembea. Kwa mchungaji lazima niko na watu hapa. Kwa ukiona mchungaji hawezi kukubeba, tafuta mchungaji mwingine. Sasa usiwe kwamba ubebeki. Kuna wengine hawabebeki. Yaani sio shida ya mchungaji, yeye tu kumbeba haiwezekani. Sasa unabebweje? Ila kuna mchungaji hawezi kukubeba. Inamaanisha nini? Hawezi kukuchukulia. Mchungaji na mwinjilisti ni vitu viwili tofauti. Mchungaji hata ikitokea kuna kitu umefanya, atakutaka ujirekebishe, kesho uwe mtu mzuri. Unanisikia Amen. Mchungaji hayupo kwa ajili ya kukuvunja mguu. Ukiona mchungaji anasema toka, ni mafunuo, lakini huyo kwa asili sio mchungaji. Mchungaji ni mtu ambaye Yesu anasema hata nikiwa na 90 akipotea mmoja nitawaacha walio salama nimfuate. Jamani, mko hapa? Amen. Nimfuate. Kwa mchungaji ni mtu mwenye uchungu, hakubali kuona kuna mtu anapotea. Anatamani kila mtu afikie utimilifu wa Mungu. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko hapa? Amen. Tunaelewana? Kwa hivyo ndio viwango vichache vya kumjua mchungaji, viko vingi. Lakini mchungaji sahihi ni mchungaji aliyejaa neno. Yaani ana neno la kufundisha. Mchungaji sahihi ana neno, sio ana miemko. Kuna tofauti ya mchungaji na mwinjilisti. Mwinjilisti anahitaji kitabu kimoja tu amalize. Na mwinjilisti ikionekana umechelewa ibada anaweza kukwambia hapo rudi nyumbani. Ila sio mchungaji. Amen. Amen. Mchungaji lazima awe na marisho kukulisha. Anapokufundisha utajua, kwa sababu nafsi yako inakula vya kutosha kwake. Kwa hiyo ukiona kinachozungumzwa ni Simba na Yanga kanisani, kwa makini. Sisemi wanaoshabikia Simba na Yanga ni wabaya, lakini kanisani hatuendi